Muachaneni na ule jamaa wa hapa kwenu. Jamaa ametoka tu Amerika, hata hajaongea mnapigia kelele. Hapo na makosa gani jamii? Ule mtu anajua na wanajua ile vitu alifanyia nje wakiwa na Uhuru Kenyatta. So watu watulize bodi. Mmoja kupigia ule mtu kelele, hajasema kitu, ameshuka tu, anakuja kusalamia nyanya yake, anakuja kusalamia wazazi wake, na sisi nyinyi mnapiga kelele, hapa mnapiga kelele mtu hajaongea, hajafungua mdomo kwanza afike. Nataka nichukue nafasi hii kuambia watu wa Kisii. Mimi ninajua kwa muda mrefu hii mmekuwa kwa upinzani. Hii ni mara ya kwanza mmekuwa kwa serikali ya karibu kwa miaka ichache iliyo hapo ya nyuma. Nataka mjue na msikie. Hizi mabarabara zinajengwa, hii affordable housing, hii masoko. Unajua watu wengi wanaongea wakisema uongo, sijui nini, sijui nini. Mimi nataka niwaulize nyinyi kwa sababu nyinyi watu wa kanisa. Wewe msichana akiolewa leo apate mimba. Hiyo mimba inachukua miezi ngapi? Si miezi 9. Kitambo mtoto akunywe uji mpaka akule gideni inachukua muda gani? Sasa hii serikali ya William Ruto ya mwaka 2.5 unasikia wewe unasema sijui nini, ule anasema sijui nini. Nilikuwa naona hata mwingine ule former akituleta jana. Mtu aliharibu nchi, alipora nchi. Lakini leo nimemwambia ile gym kwa sababu ile alipora nchi mpaka hata yeye mwenyewe amekuwa tofauti kidogo. Hawachane na hii nchi. Wacha sisi tuje tushughulikie kanisa, tushughulikie mama mboga, tushughulikie watu wa bodaboda, tufanye hiyo ndogo ndogo. William Ruto na Kithure Kindiki wajenge lami, wajenge soko, wajenge mashule zetu, au mawaziri washughulikie watoto wetu wasome. Hiyo ndio kitu tunahitaji katika taifa la Kenya. Naibu wa rais, hiyo ukora imeendelea kwa miaka mingi na ingawaje hatusemi sana, si ati tunafurahia. We want a scientific auction, chai inawekwa pale, njia ya sayansi inajulikana ile ni mzuri, inapata bei mzuri, lakini sio ile ya kufanya ukora. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Rais, kuna jambo moja pia amefungua juzi. Wakati ameenda China, imesemekana kwamba nchi ya Kenya inanunua kutoka nchi ya China bidhaa za bilioni 600. Lakini sisi tunawauzia bidhaa za bilioni 30 peke yake. Wakati rais wetu amefika kule, amezungumza na wao na kuambia tafadhali fungueni soko ya vyakula kwa sababu nchi yetu ya Kenya iko na wakulima hodari ambaye wanatoa chakula kingi. Na ninafurahi kwa sababu ni Mheshimiwa Naibu wa Rais, nilisoma ile ripoti ilitoka pale, Wachina wamekubali kwamba watanunua chakula mingi sana kutoka sisi wakulima wa kutoka hapa Kenya. Kwa hivyo mimi naomba nyinyi wananchi ambao ni wakulima, hii biashara ya kupakia avocado kwa lori na kwenda kuuza shilingi 5 kule Nairobi ikuwe ni mambo ya zamani. Tukaagana mpaka tukakubaliana ile siku ambayo tutakuja kuchangia hili kanisa. Lakini yule mkabila ilipofika ile siku ya kukuja kuchangia kanisa hili, yule mkabila akanizimia simu. Nikajaribu kumtafuta, sikumpata. Nikatafuta watu wake, sikuwapata. Nikaulizia, nikaambiwa ya kwamba amesema ni kuambia Nyakundi anaenda ng'ambo kule Colombia. Lakini siku hiyo nikamwona yule mkabila akiwa kule Nyeri, mahali inaitwa Mkuruweine. Yule alikataa kuja hapa. Mimi nataka kukushukuru kwa sababu wewe naibu wa rais, wewe sio mkabila. Uende hapa Kisumu, Omuguzi hapo hawapo. Ukija Kikuyu, nina jamii Kikuyu town and environs hapo Kinoo. There are not less than 5,800 watu kutoka Kisii ambao tunaishi na wao Kikuyu. And they are all very hard-working people. Na bidii yenu ndio inafanya nchi yetu na uchumi ya Kenya yetu isonge mbele. And I want to commend you and thank you. La pili, nyinyi kama jamii ya Omugusi, nyinyi ni watu wakarimu, mnakaribisha wageni, mnaishi na wao vizuri, na la muhimu zaidi, nyinyi sio watu wa siasa za ukabila. Kweli si kweli? Mimi nakumbuka Mheshimiwa Naibu wa Rais, wakati Mwai Kibaki alisimama kiti cha urais, kura zilimiminwa kwa Kibaki kutoka Kisii
wakati zilitangazwa tukauliza hiyo ni Nyeri ama ni Kisii? Sababu nyinyi ikifika kupiga kura munaangalia kazi na mambo ya mpango wa kazi ya kiongozi, sio kabila. Kweli si kweli jameni? Na niwapongeze na niwaulize kwa heshima, muliona hata sisi wakati tumeanza kuingizwa kwa siasa potovu, siasa za ukabila, siasa za kugawa maeneo, wengine wakasema wa Kisii ati kura yao ni kidogo, walikuwa wanafanywa hivi, kura yenu ni kidogo hivi, share yenu ni kidogo. Tukasema liwe ni walo, jamii ya Wakisii na jamii zingine Kenya ni wa Kenya, ni walipa ushuru, wana haki ya maendeleo na kutumikiwa na serikali kama Wakenya wengine wote. Na ndio mliona tumesimama kidete, hata tukiwa viongozi kutoka Mlima Kenya, tukasema hatutakubali mtu yeyote atutenganishe sisi na Wakenya wengine. Sababu kama jamii ya Omugusii, sisi jamii ya Mlima tumetapakaa Kenya na dunia mzima. Vile vile nitawaomba nyinyi tusikubali hata kidogo kiongozi ama viongozi yeyote atuletee siasa potovu za kutugawa. Tujumuike sisi wote. Ukiangalia hapa